furaha sana kukuja hapa State House sababu rais wetu ametualika na niko na furaha sana. Ninasikianga hii. Sasa naomba rais wetu, mimi naona wewe ni mtu wa kuchali wale wako chini, huna matarau. Sababu kama umetualika sisi watu wadogo mpaka tumekuja hapa, mbona tusirudishe shukrani tafadhali? Mpaka nimeona Getasi sijawahi muona, naona Vice President Mutavati mheshimiwa. Sasa si niko na furaha, si nitarudisha shukrani kwa mheshimiwa wetu rais kwa kutuleta hapa. Niko na furaha sana, hata uendelee. Sasa kitu ile iko nasema watu wa Mukuru wanarudisha mzuri sana. Wanasema kazi iendelee, kazi iendelee. Sababu ile maisha wanakaa huko, hata ukikuja huko siwe hapa, nyumba ndio hii ya mabati, inaweka kelele, stima ni ile na chapa watu hapo. Sasa mimi naona hii agenda yako ya manyumba wakati ulianza hivi watu walifuraha sana. Kama mimi mtu wa kuweka ngazi hiyo ya kujenga, mimi imenisaidia. Ile kazi nilikuwa nafanya ni kazi ya kuuza mboga. Wakati ulianza hivi na ukatangaza hiyo kazi itaanza, mimi nilienda nikauliza kazi. Mheshimiwa Rais nilipewa na nilikuwa najiuliza watoto wangu watasoma kweli? Saa hii hata hii pesa kidogo na save na nalipa school fees kidogo. Na hii ingine chakula, hata maisha ilikuwa ngumu, lakini wakati hii tulianza kufanya hiyo kazi, at least unge ilikuwa 220. Saa hii imesuka. Hata nimeshangaa. Mimi naweza kununua saa hii najiuliza, naweza kununua unga kwa 50. Nasema rais wetu aendelee kazi. Na apewe time aendelee kazi kabisa. Tunaona ukiongeza hii miaka ingine vitu itaendelea mzuri. Na tunakuombea. Sasa Obed. Yes. Pale we ni mkaaji wa Mukuru, ni kweli? Mukuru Kwa Njenga. So unatembea Mukuru, unakuja hapo kwa mahali ya mjengo. Umefanya kazi hapo kwa mjengo kama miezi ngapi? Mimi nimeanza last year mwezi wa 6. From last year mwezi wa 6. Umewahi kupata kazi ya kuendelea kwa miezi sasa karibu miezi 7? Si sasa karibu miezi 7 umefanya? Na hata wakati ulikuja pale mimi tuliongea na wewe. Ukasema nataka hiyo uwanje ifurike. Watu niona karibu 2,000 hapa, na kweli nimeona hiyo inaendelea. Very good. Na tunaendelea vizuri. Nilikuwa nimesema pale wakati nilikuja kulikuwa na nyumba 6 ilikuwa inaendelea. Nikamwambia wizara sasa tuanzishe zile zingine. Hizo zingine zimeanza? Zimeanza, hata zimefika. Jana tulikuwa tunakorogea ya 5. Zile zingine zimeanza. So na watu wa kufanya kazi pale wameongezeka. Wameongezeka, wako wengi. Zaidi hata ukikuja huko hiyo uwanja imefurika. Imejaa watu. Na tunaomba tu hiyo kazi iendelee na ufungue kazi nyingine. Sasa mimi naovia vile nasomesha mtoto anaenda kufanya medical tayari, na naona hii pesa niko na watoto wawili. Mmoja ako naenda form 1 amejoin, na huyu anaenda sasa ameitwa hapa Kenyatta kwa medical. Sasa anaenda kujoin. Hajaitwa lakini ataitwa. So naomba hiyo pesa ikiunganishwa kidogo, na mimi naomba nipigwe cheki kidogo. Itaendelea, nitashukuru. Bas ile
vile Obed amesema ni kweli, kwa sababu umesikia vile waziri amesema. Kwa sasa tuko na watu between 120,000 na watu almost 140,000 wanafanya kazi kama wewe Obed na hawa wenzetu wengine katika sehemu mbalimbali, mijengo mbalimbali inayoendelea katika Kenya. Ile mimi nasikia wewe Obed ukisema ni kwamba tupanue ndio watu wengi zaidi wapate nafasi ya ajira. Ni kweli hivyo? Ndio. Na ndio umesikia waziri akisema tuko katika kukamilisha projects zingine ambazo zitatupatia nyumba 48,000 kufikia mwezi ujao. In the next 1 month tutakuwa award 48,000 units zingine. Sasa tutakuwa na manyumba 100,000 ambayo itakuwa inajengwa katika taifa letu la Kenya in the next 1 month. Na tukiongeza hizo manyumba pia tunaongeza wale wanafanya kazi pale. Tunaongeza wale wanafanya kazi kwa site, plumbers, electricians, watu wa kuweka ngazi kama wewe, electricians kama Wanjiru hapa, watu wa kuuza chakula kama Jafeth wataongezeka, watu wa kufanya kazi katika factory ya simiti wataongezeka, watu wanaofanya kazi katika factory ya chuma wanaongezeka, transporters wataongezeka, watu wa kutusaidia kujenga milango kama hii, kama my brother hapa, na madirisha kama hii wataongezeka, na biashara itaongezeka kwa wafanyabiashara wetu wa kuuza bidhaa mbalimbali katika taifa letu la Kenya. So nakubaliana na wewe ya kwamba hii kazi tuongeze, tupanue, watu wengi wapate kazi. Si ni kweli? Na nia yetu Jafeth ni kwamba in the next 1 or 2 months watu ambao watakuwa wanafanya kazi ni kama watu 1,300 watakuwa wanafanya kazi hiyo unafanya na wengine wanafanya. Na mpango yetu ni kuongeza mpaka tufikie watu 500,000 vijana, 500,000 Kenya by the end of this year. Kabla ya mwisho wa mwaka huu tutakuwa na vijana karibu 500,000 wanaofanya kazi katika sehemu hii. Na ni vizuri umesema vile umesema, ndio watu ambao wale ambao wanatoa pesa zao kupitia kwa program hii wajue pesa yao inachangia katika kubadilisha taifa letu la Kenya. Na inachangia pia kwamba wale walio na kazi leo wajue ya kwamba kupitia kwa fund hii na mchango wao kwa fund hii, watu wengine wengi pia vile wao wako na kazi, hata na Obed na wengine pia na wao wanapata nafasi ya ajira, kulipa school fees vile umesema kwa watoto wao, kujisimamia na kuweza kwenda mbele. Tunaelewana Obed? Mimi nataka nikuulize. Wewe ungependa mbali na kupanua hii kazi, ungependa nifanye jambo gani zaidi ndio hii program uone kama inaendelea zaidi? Sasa nilikuwa nasema watu wengi huko kwa kijiji hawachachua kupile hiyo nyumba inalipwa. Sasa ningependa wachulizwe, akitaka kulipa kama ni 100 yake, ile namba ataweka ndio ingie, watu wengi warejesi. Ndio sasa hiyo maneno isukumwe mbele. Sasa Bwana Hinga, mimi nataka ueleze Obed na wale wengine wanatusikiza wanataka kujua hii nyumba ya 3,000 na ingine ya kulipwa 5,000 ya ingine kulipwa 10,000, mtu anajisajili namna gani na atajipanga namna gani ili aweze kuwa moja wapo wa beneficiaries wa hizo affordable housing? Asante sana mtukufu Rais. Watu kama Obed na wengine ambao wanataka kumiliki hizi nyumba, njia ya kwanza